Filamu inaanza kwa kumwonyesha Anna akirudi kutoka matembezini na kumkuta mume wake Max akijiandaa kuondoka. Anamwambia kwamba mke wake wa kwanza anataka kukutana naye na kwamba ameudhika sana, hivyo lazima aende. Anna habishani naye, anabaki kimya tu. Baada ya Max kuondoka, Anna anawachukua mabinti zake wawili na kuendesha gari moja kwa moja hadi nyumbani kwa dada yake Nora. Wawili hao wako karibu sana, hivyo Anna anaamua kuwaacha wasichana hao hapo kwa muda na anarudi nyumbani peke yake. Lakini anapoingia tena ndani ya jumba lao, anakuta kila kitu kimevurugika kabisa. Nyumba imechafuka na vitu vimetapakaa kila mahali. Anapoanza kusafisha, anamuona mtu katika chumba kinachofuata. Huyo ni Theo. Kwa maelezo ya ziada, Max na Anna wameoana kwa mwaka mmoja tu. Max ndiye baba halisi wa Theo kutoka kwenye ndoa yake ya awali, jambo linalomfanya Anna kuwa mama yake wa kambo. Anna pia alikuwa na maisha kabla ya haya. Alikuwa mjane, lakini alianza sura mpya ya maisha pamoja na Max na mabinti zake. Theo, hata hivyo, ni kijana mwenye matatizo. Amekuwa mkali tangu alipokuwa mtoto na hivi karibuni alifukuzwa shuleni. Ndiyo sababu Max alimleta aishi pamoja nao. Lakini ni wazi kwamba Theo hataki kuwa hapo. Kwa hasira kali, alivuruga nyumba nzima ili kuonyesha tu jinsi alivyokuwa na hasira. Usiku huo, Max na Anna wanajaribu kuwa karibu kimapenzi. Lakini Max, kwa kuwa ni mkubwa na amechoka sana, analala haraka, akimwacha Anna akiwa hajatosheka kabisa na mwenye mawazo mengi. Inaonekana wazi kwamba ndoa yao inakosa msisimko wa mapenzi ambao Anna anauhitaji. Asubuhi inayofuata, Theo amekaa chumbani kwake akivuta sigara kwa utulivu. Max anapoingia na kumtaka azime sigara hiyo, Theo kwa mshangao anatii bila kupinga. Max anatumia nafasi hiyo kumkemea, akimweleza kwamba anapaswa kuacha tabia hizo mbaya na kwamba mwenendo wake ndiyo sababu mama yake hakuweza kumvumilia kuishi naye na kumleta kwake. Baada ya maonyo hayo, Max anaondoka kwenda kazini. Baadaye siku hiyo, Anna anaenda kufanya manunuzi pamoja na dada yake Nora. Lakini wanaporudi kwenye jumba hilo, wanakuta nyumba imevurugwa tena kabisa. Drawers zimevutwa nje na vitu vimetapakaa kila mahali. Inaonekana kana kwamba kumekuwa na wizi. Anna anapiga simu mara moja polisi kuripoti uvamizi huo. Muda mfupi baadaye, Theo anaingia ndani ya nyumba, anaona uharibifu huo na anaonekana kushangazwa kweli na hali ya nyumba ilivyo. Baadaye, Anna anaonekana akiwa ofisini kwake akifanya kazi kwenye kesi ngumu inayomhusisha baba na mwana. Lakini tukio kuu linatokea anaporudi nyumbani. Anapojiandaa kuoga, anapata kishafu chake kilichopotea kikiwa kimefichwa miongoni mwa nguo za Theo bafuni. Mara moja anatambua ukweli. Uvamizi ule haukufanywa na mtu wa nje, ulikuwa ni Theo. Anna anatoka na kumkabili Theo huku akionyesha kishafu hicho mkononi mwake. Theo anaganda kwa hofu, akidhani kwamba atapigiwa simu baba yake au polisi, lakini Anna anamshangaza. Anamweleza kwamba atashughulikia swala la polisi na kufuta kesi aliyoripoti, lakini asifanye tena kosa kama hilo. Theo, akiwa ametulia na mwenye shukrani, anaahidi hatarudia tena. Tukio hili linabadilisha kabisa uhusiano wao. Theo, ambaye hapo awali alimchukia Anna, anashangazwa na ukweli kwamba alimlinda badala ya kumwadhibu. Mtazamo wake unabadilika kabisa. Anaanza kumsaidia Anna kufanya kazi za nyumbani na hata anaungana na Anna pamoja na mabinti zake kwa siku ya furaha ya matembezi wakati Max yuko safarini kikazi. Hasira aliyokuwa nayo inatoweka na nafasi yake inachukuliwa na hisia za ukaribu zinazokuwa pole pole. Kwa kuficha siri yake nzito, Anna bila kujua amemvuta Theo karibu zaidi naye. Asubuhi inayofuata, Max anarudi nyumbani akiwa na baadhi ya marafiki zake. Anna anakaa pamoja nao, lakini anahisi kutokuwa na utulivu. Anapoona Theo akiondoka kwenda sokoni, anaamua kwenda naye. Wanatumia siku nzima wakizunguka na hatimaye wanaishia kwenye baa, wakinywa na kuzungumza hadi usiku sana. Uhusiano kati yao unaendelea kukua na kuwa karibu zaidi. Waliporudi nyumbani, Theo yuko chumbani kwake akitazama video kwenye simu yake. Anna, akiwa hawezi kulala, anaingia ndani na kukaa pembeni yake. Theo anasogeza screen ili naye aweze kutazama. Katika ukimya wa usiku, mvutano uliokuwepo hatimaye unavunjika. Hawawezi tena kuzuia mvuto uliopo kati yao. Jambo moja linaongoza kwa lingine na wanaishia kutumia usiku mzima pamoja wakivuka mstari hatari. Asubuhi inayofuata, Anna anaamuka akiwa amejaa majuto. Anamwambia Theo kwamba walivuka mipaka jana usiku na wanapaswa kusahau kabisa kwamba hili liliwahi kutokea.
lakini Theo hayuko kwenye mtazamo huo. Alihisi muunganiko wa kweli na hayuko tayari kuachana. Licha ya maonyo yake, mvutano uliopo kati yao ni mkubwa sana. Kufikia siku iliyofuata, wanakuwa pamoja tena. Uhusiano wao wa siri umeanza rasmi na wanazama kabisa katika mapenzi yao, wakipuuza matokeo yake. Siku moja, wanaandaa sherehe kubwa katika villa. Wakati Anna anaenda kwenye chumba cha kuhifadhia vitu kuchukua baadhi ya mahitaji, Theo anamfuata. Anamshika kutoka nyuma na kumvuta karibu naye, akivuka mstari pale pale ndani ya nyumba. Lakini kabla ya jambo lolote zaidi kutokea, Nora anapita na kuwaona. Anaelewa kabisa kinachotokea. Akiwa amekasirika na kuchukizwa, anaondoka kwenye sherehe mara moja. Anaweza kumwambia Max ukweli hapo hapo, lakini anaamua kubaki kimya, akimpa dada yake nafasi ya kurekebisha kosa lake. Baada ya wageni kuondoka, Anna anakabiliana na Theo kwa faragha. Anajaribu kueleza kwamba hili lazima liishe, lakini Theo hachukulii vizuri. Anakasirika na kuwa mkali kwa sababu hayuko tayari kuvunja uhusiano huo. Baadaye usiku huo, hali inakuwa mbaya. Max anakabiliana na Anna na kumwambia jambo kubwa la kushangaza. Theo alimwambia kila kitu. Alisema kwamba Anna ana mwanaume mwingine ambaye wapo katika uhusiano wa siri wa kimapenzi. Anna alikaa kimya kabisa, akishtuka. Max alitaka jibu kutoka kwa Anna. Kwanza Anna alikaa kimya, kisha akajikusanya na kusema kwamba hapaswi kumwamini Theo, kwani anamdanganya. Wakati Max anauliza kwa nini mwanawe amdanganye, Anna kwa kujilinda alionyesha kuchukiza na kuanza kufunga mizigo yake, akitishia kuondoka. Max alijaribu kumzuia, akisema kwamba kuondoka sasa kunathibitisha tu kwamba Theo yuko sahihi. Anna alisimama, akafikiria kwa muda, kisha akaanza kutumia ujanja wa kisanii wa kudanganya. Alieleza kwamba Theo anadanganya ili kuwagawa na anataka kuvunja uhusiano wao ili Max arudi kwa mama yake. Max akiwa ameshikilia tamaa ya kumwamini mke wake, aliamini uongo huo. Alimkumbatia Anna kwa nguvu, huku Theo akionekana kuwa mhusika wa mabaya. Asubuhi iliyofuata, Max na Anna waliamua kumkabili Theo. Wakamuita ndani ya chumba na Max akaweka masharti. Alimsihi mwanawe atambue kwamba alidanganya kuhusu uhusiano wa Anna na huyo mwanaume wa siri, na alimtaka aombe msamaha mara moja. Theo alikuwa amevunjika moyo. Hakuwa anaamini kwamba baba yake anamuona kama mdanganyifu, huku mhusika halisi akiwa pale. Anna alisonga mbele, akijionyesha kama mlezi wa masikitiko kwa ufasaha. Alieleza kwamba mtu mwema anatambua makosa yake, na alimwambia Theo atambue kwamba alikuwa anadanganya kuhusu yeye. Lakini Theo alibaki kimya, akikataa kushiriki katika msamaha huo. Akiwa amechukizwa na ukimya wa Theo, Max alimpa hatua ya mwisho. Alisema kwamba ikiwa hataomba msamaha kwa Anna, atampeleka shule ya bweni. Hata tishio hili halikuvunja ukimya wa Theo. Aligeuka tu na kuondoka. Sawa na alivyosema, siku iliyofuata Max alimpeleka Theo shule ya bweni na kumwacha pale. Siku chache baadaye, Anna alimtembelea Theo shuleni, lakini Theo hakuwa na furaha kumwona. Alimlazimisha amueleze Max ukweli, akitishia kwenda kwa mamlaka ikiwa atakataa. Anna alicheka kwa dharau kubwa, akimwambia Theo yeye ni kijana mpuuzi na asingeweza kufanya chochote zaidi ya vitisho. Akiwa na uhakika kwamba ameshinda, Anna alirudi nyumbani kusherehekea Krismasi kamili na familia yake. Hata Nora alikuwa hapo, akiamini kwamba drama imekwisha kabisa. Baadaye, wakili alimwambia Anna kwamba Theo amefungua kesi kubwa kisheria dhidi yake. Ili kuepuka watu kufahamu, Anna aliamua kutafuta suluhisho. Lakini usiku huo, Theo alifika mlangoni kwake akiwa na hatua ya mwisho iliyotata. Alimtaka watumie usiku mmoja wa mwisho pamoja na ataifuta kesi. Anna akiwa amekwama alikubali. Walishiriki wakati wa mwisho wa hisia kali, wakiweka siri yao. Baada ya hapo, Theo aliondoka milele. Anna alirudi kwenye maisha yake ya kawaida kana kwamba hakuna kilichotokea, huku Theo akibaki akiwa amevunjika kabisa. Na paka kufikia hapa, tunahitimisha filamu yetu nzuri sana inayokwenda kwa jina la Last Summer. Tukutane katika filamu zijazo hapa hapa kwenye channel yako pendwa ya Mr. D Swahili Movie. Kama bado haujasubscribe, fanya kusubscribe ili usipitwe na filamu zijazo.